Sasa barabara nzuri, kujenga SGR zikakamilika, barabara nzuri za usafiri wa angani, usafiri wa majini, usafiri wa kila sehemu. Haya ndiyo mambo ambayo yanaweza yakawavutia wawekezaji na kuja kuwekeza hapa nchini kwetu, lakini sio misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi ni sehemu tu ya kuwaibia Watanzania na kuwanyima haki yao ya kupata mapato kwa ajili ya kulijenga taifa lao. Hasa taifa ambalo vijana hawana ajira, taifa ambalo vijana wamegeuka kwa manamba, taifa ambalo wananchi wote ni maskini, taifa ambalo liko kwenye ziki za kila aina, taifa ambalo haliwezi kutibu hata wananchi wake, haliwezi kutibu hata wagonjwa. Leo mnaenda kujifanya matajiri, mnasamehe kila aina ya kodi ndani ya nchi yenu. Ni mambo ya ovyo ambayo hatuwezi kuendelea kuyakubali. Sasa wakati huo tunasema, wakati huo kamati hiyo ilivyoshauri, tulishauri, na bahati nzuri na mimi nilikuwa mjumbe wa hiyo kamati ya Chenge iliyoshauri serikali namna ya kupunguza matumizi, iliyoshauri serikali namna ya kuongeza mapato. Mwaka 2013 tulitoa ushauri huu ndani ya bunge na kwa wananchi. Wakati huo tunatoa ushauri, misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Wakati huo misamaha ya kodi ilikuwa 3.8% ya pato la taifa, yani ya GDP, ambapo ilikuwa imezidi kiwango kinachoruhusiwa cha 1%, kisichozidi 1% ya pato la taifa. Ndio inaruhusiwa hivyo kiuchumi, kwamba usizidishe misamaha ya kodi zaidi ya 1%. Lakini sisi wakati huo tunatoa hilo pendekeza kwa serikali, serikali ilikuwa imefikia misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Mwaka 2016 2017 serikali ikachukua hatua kali za kupunguza misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi yote ikapungua, ikawa chini ya 1%, toka 3.8% mpaka chini ya 1%, na hivyo kuendana na hilo takwa la 1% linalotakiwa kiuchumi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mwaka 2023 2024, misamaha ya kodi imeendelea kuongezeka tena, na sasa hivi imefikia 1.5%. Tumeshazidi 1%, tuko 1.5%, na kwa pato 1.5% ya pato la taifa, lakini 10.3% ya mapato ya kodi ya TRA ambao ni sawa na trilioni 3.12. Kwa hiyo katika mapato tunayo ya kusanya haya tumesamehe zaidi ya trilioni 3.12, ambalo hili ni sawa na 10.2% ya mapato tumesamehe. Sasa leo hii tunaenda kusamehe wawekezaji wote hawa. Tunategemea nini? Tutarudi huko kwenye 3.8%. Na tukirudi huko kwenye 3.8%, maana yake kwamba kwa mwaka tutakuwa tunasamehe zaidi ya trilioni 9 kodi. Trilioni 9. Ambako kwa miaka 5 tutasamehe, kwa sababu miradi hii mingi yake itajengwa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo kwa miaka 5 tutasamehe zaidi ya trilioni 45. Sasa kama kweli bunge, wananchi, taifa hili masikini kiasi hiki, unaweza kuruhusu leo trilioni 45 zisamehewe, na itakuwa zaidi, kwa sababu wekezaji wengine ni matrilioni ya fedha. Ukizungumza mradi wa LNG ni wa matrilioni ya fedha. Huo tu wenyewe ukiondoa msamaha wake wa kodi na miradi mingine ya makaa ya mawe, mradi wa chuma Liganga na Mchuchuma, ni miradi ya matrilioni ya fedha. Leo ukienda kuweka exemption mle ni mabilioni ya fedha, ni matrilioni ya fedha. Sasa chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yake kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, na mtaji wa kisiasa wa watawala kufuatia mauaji na machafuko ya Oktoba 2025. Na kimeamua, chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yetu kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, au mtaji wa kisiasa wa mtawala kufuatia mauaji ya machafuko ya Oktoba 2025.
sababu lazima tuwe makini katika kipindi hiki tunachoenda kuingia mikataba hii. Tuko kwenye kipindi gani? Tuko kwenye kipindi gani? Watu walishasema, wameandika barua 20 na ngapi na 5 sehemu mbalimbali. Zinahusu nini? Rasilimali zetu za umma zisije zikatumika kama upatanisho, zisije zikatumika kama ulimbo kwa ajili ya kufanikisha au kwa ajili ya kuwa mtaji wa kisiasa wa mtu fulani au mtaji wa mtawala kufuatia machafuko ya Oktoba 2025. Na kimeamua kubeba dhamana ya wananchi na kuifikisha serikali mahakamani kupinga misamaha hiyo na kuomba kifungu cha 10 cha 22, kifungu cha 83 na kifungu cha 94 kifutwe katika mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026, ambavyo vimefanya marekebisho ya vifungu mbalimbali katika sheria ya fedha. Rudia, chama cha ACT Wazalendo kimeamua, chama cha ACT Wazalendo kinakataa kata rasilimali za nchi yetu kuwekwa rehani na kugeuza kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, na mtaji wa kisiasa wa mtawala kufuatia mauaji ya machafuko ya Oktoba 2025, na kimeamua kubeba dhamana ya wananchi na kuifikisha serikali mahakamani kupinga misamaha hiyo kwa kuomba kifungu cha 10, kifungu cha 22, kifungu cha 83, kifungu cha 94 vifutwe katika mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026 vinavyofanya marekebisho ya vifungu mbalimbali katika sheria ya fedha. Kwa hiyo jambo hili nalo tutakwenda nalo mahakamani. Jambo la mwisho kwa kifupi kabisa ni swala la fedha za mifuko. Kama mnavyofahamu kwamba serikali katika siku za hivi karibuni haipeleki fedha za mifuko maalum katika maeneo ya barabara, mfuko wa barabara, mfuko wa taifa wa maji, mfuko wa wakala wa nishati vijijini na mfuko wa miradi wa reli. Kwa hiyo katika hayo maeneo manne serikali imekuwa siku hizi fedha zinakusanywa alafu zinatumika kwa matumizi mengine. Na maanake kama ni hayo matumizi kwanza yanakuwa nje ya budget. Na kama ni nje ya budget maanake sio matumizi tena ya umma. Ni fedha tu ambazo zinatapanywa na zinaliwa. Ndio maana yake. Sasa mtaona mtiririko wa fedha mwaka 2024-2025 pekee, jumla ya fedha zilizokusanywa kwa ajili ya mifuko bungeni wameshindwa kutoa maelezo, kueleza kwamba hizo fedha walipeleka wapi, kama zilikuwa walipeleka wapi, kama zilikuwa kwa ajili ya kwenda kujenga miundombinu ya barabara, kama zilikuwa zinatakiwa kwenda kwenye maji, kama zilitakiwa kwenda kwenye umeme, kama zilitakiwa kwenda kwenye reli, hazikwenda kwenye hayo maeneo yote, zilienda wapi? Hakuna maelezo yaliyotolewa na waziri wa fedha. Badala yake akaleta pendekezo la kuomba hizo fedha zigawanywe kwa matumizi mengine, kwamba 70% ziwe zinaenda kwenye miradi iliyopangwa, 25% ziwe zinaenda hazina, 5% sijui ziende EPZ. Jambo ambalo si malengo ya kuanzishwa kwa mfuko huu. Sasa chama cha ACT Wazalendo msimamo wake ni nini? Kwa msingi huo, ACT Wazalendo tayari tumeanza kuandaa mashauri ya kupinga uhalali wa marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2026 yanayoipa mamlaka serikali kugawanya upya mapato hayo kwa kuwa yanaenda kinyume na ibara ya 135 na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yanakiuka dhana ya ulinzi wa fedha zilizotengwa kwa madhumuni maalum. Vile vile ACT Wazalendo inaenda kufungua shauri mahakamani ili kuwajibisha serikali kwa kuchukua na kuzuia fedha za mifuko maalum kinyume na katiba, kinyume na sheria mbalimbali zinazosimamia mifuko hiyo. Lengo la hatua hiyo ni kuiomba mahakama iamuru kurejeshwa kwa fedha zote zilizozuiliwa na kutumika bila mamlaka ya kisheria na bila maelezo ya kuridhisha, pamoja na kuhakikisha kwamba fedha zote zinakusanywa kwa mujibu wa sheria na zinaelekezwa kikamilifu kwenye mifuko husika kwa manufaa ya wananchi. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo, moja ni kuhakikisha kwamba katika kipindi cha miaka yote hiyo minne, fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa maji,
kwa ajili ya kwenda mfuko wa barabara, kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa umeme vijijini, kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa reli. Zote hizo fedha zilivyokusanywa zote zipelekwe kwenye maeneo husika zikafanye kazi husika. Watanzania wana matatizo makubwa ya maji, wana matatizo makubwa ya barabara, wana matatizo makubwa ya umeme, wana matatizo makubwa ya reli. Fedha hizi siende kwenye maeneo husika. Sasa serikali kwa sababu wameshakiuka, sisi hatuwezi kuendelea kuwa washauri tena. Tunachoamua ni kwenda mahakamani, kwenda kuiomba mahakama ishinikize serikali wazitoe hizi fedha ziende kwenye maeneo husika. Na huu utaratibu wa kubadilisha eti mgao mara 70% ziende sijui hazina, siende sijui PZDA, hilo jambo halikubaliki. Na lenyewe tunaenda kulipinga mahakamani kwa kuzuia huo utaratibu. Fedha hizi 100% zote ziende kwa wananchi kutatua matatizo ya maji. Fedha hazina zote tunakusanyia hazina, mikopo yote inapita hazina, fedha zote za TRA zinaenda hazina. Unazitaka hizi za mifuko maalum zipite hazina kwenda kufanya nini? Badala ya kwenda kutatua matatizo ya wananchi moja kwa moja. Na hata hatuelezi kwamba sababu za wao mifuko hiyo kutokwenda moja kwa moja kwa wananchi ni nini. Sababu za kupunguza iende 70%. Matatizo ya maji tumeyamaliza, matatizo ya barabara tumeyamaliza, matatizo ya umeme vijijini tumeyamaliza, matatizo ya reli tumeyamaliza. Si hata fence yenyewe hii tu yenyewe ya kutoka hapa Dodoma kwenda Tabora, na yenyewe hata fence yenyewe bado haijamalizika kikamilifu. Fence zingine hazina hata mageti kwenye SGR. Ujenzi wa SGR kila sehemu umesimama, hauendelei. Leo nyinyi mnaona fedha zingine zirudi hazina, ziende zikafanye nini? Kwa hiyo hitimisho, bajeti na sheria ya fedha ya mwaka 2026 zimepitishwa. Kutokana na uchambuzi tulioueleza, ACT Wazalendo imebaini ukiukwaji mkubwa unaohusishwa wa kodi zisizo na tija, utoaji wa misamaha ya kodi usiozingatia uwazi na maslahi ya taifa, matumizi mabaya katika sekta ya mafuta yaliyosababisha hasara kubwa na uchumi wa nchi, pamoja na uchukuaji wa fedha za mifuko maalum kinyume na katiba kama nilivyomaliza kueleza hapa punde. Kwa msingi huo, chama kimeanza maandalizi ya hatua mbalimbali za kisheria. Tutafungua mashauri mahakamani kupinga vifungu vya sheria vya fedha ya mwaka 2026 vinavyokiuka katiba, kupinga misamaha ya kodi isiyo na uhalali, kupinga marekebisho yaliyohalalisha uchukuaji wa fedha za mifuko maalum, na kudai kurejeshwa kwa fedha zote zilizochukuliwa na kutumika kinyume cha sheria. Vile vile, kuhusu kashfa ya uagizaji wa mafuta, ACT Wazalendo inaendelea kuchukua hatua za kisheria ili wahusika wawajibishwe na hasara yote iliyosababishwa nchini irejee. Na nataka niseme tu kwamba kwa kila tunachokizungumza tuna ushahidi wote wa kutosha. Na hao wa mafuta hao tumewabipu tu. Wakitaka wajitokeze. Tutaonyesha nyaraka zote tulizo nazo za namna walivyotufanyia kwenye eneo la mafuta. Lakini kwa hapa sasa hivi sisi tumekamilisha, tuko tayari kwa ajili ya kwenda mahakamani, kwenda kuwatetea wananchi kunyanyaswa katika hili eneo la mafuta, na tutaendelea. Huku wakati huo tutaendelea na hili la sukari kuliangalia, maana tayari umesha BP, wameshamaliza huyu wizi wa kwenye mafuta, watakimbilia tu kwenye sukari na maandalizi yameshaanza. Tunatoa wito kwa wananchi, taasisi na kikatiba. Tunatoa wito kwa wananchi, taasisi za kikatiba na wapigania haki katika kulinda katiba, utawala wa sheria na rasilimali za taifa. ACT Wazalendo tutaendelea kutumia njia zote halali za kikatiba na kisheria kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa, sheria zinaheshimiwa. Lazima taifa lolote ile liheshimu sheria za nchi. Serikali inawajibika kwa kila uamuzi unaogusa maisha ya Watanzania. Ndugu zangu, nimalizie tena kwa kuwashukuru sana kwa kuja kutusikiliza. Mmeshaupata msimamo wa chama cha ACT Wazalendo, mmeshasikia uamuzi tuliouchukua. Kwa hiyo ni baada tu ya muda mfupi kesi zitaanza kuunguruma mahakamani katika maeneo yote manne niliyoyataja.
na hapa huwa hamna majaribio. Tukishasema maana yake ni utekelezaji. Tulisema tarehe 23 Juni 2026. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 30. Siku 7 tu tumesharudi kwenu kuwapa feedback kwamba baada ya mswada ule kupitishwa na uamuzi wetu, na tumeangalia hatua zinazochukuliwa kwenye mafuta na hatua zinazoendelea na uamuzi wetu wa kwenda mahakamani. Leo tumekuja kuwarejea siku 7. Kwa hiyo muda mfupi mwingine hatutakutana hapa tena. Itakuwa mtapata briefing hii ya hatua ya kimahakama tukiwa mahakamani tayari. Kwa hiyo hatutaitana hapa tena kwa ajili ya kupeana sijui kwamba eti tumemaliza kuandaa shauri. Tutaelezana mahakamani kwamba kesi iko mahakama kwa jaji fulani na imeanza kusikilizwa. Asanteni sana. Maswali mawili kama yapo kwa waandishi. Karibu pia mwananchi kuweza kuuliza kama. Asante mheshimiwa.